Alright, mambo ni gani bro? Poa mzima. Mzima uko poa? Niko vizuri. Okay, kama utakuwa umeona juzi kati Diamond Platnumz aliweka wazi kwamba alitoa mtazamo wake kwamba couple yenu ni couple of the year. Unadhani ni kwa nini alisema vile na ina ushawishi kiasi gani kwa nyinyi kutambulika kama couple of the year? Okay. Sisi ni vijana tu wapambanaji ambao pia tumejikuta tumependana, tumeingia kwenye mahusiano. Tunajaribu pia kufanya vitu kwetu sisi ambao tunaamini baadaye vitakuja kuwa faida kwetu. Kwa mfano tunafanya contents, na ukiangalia Valentine's Day ni moja ya content ambayo kuna sehemu imetusogeza mbele zaidi. Sasa anapokuja mtu kama Diamond Platnumz, mtu ambaye Tanzania ndo msanii nambari 1. Na Diamond akisema bwana wewe ni hivi, watu wanasema wewe ni hivi kweli. Kwa hiyo Diamond kusema kwamba sisi ni couple of the year ni kama tulikuwa tuna influence labda 40% katusogeza mpaka 60-70. Ametupa baraka, na sometimes unaweza kuona unaitwa huku na huku ni kwa sababu labda tu yeye amesema. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kazi zetu binafsi, lakini pia kwa sababu ya kauli yake influence imeongezeka. Okay. Na hivi uwaga unajisikia vipi watu wanavyosema kwamba K-Radio sio ndani na vidola? How do you feel? Kikweli mimi sijisikii chochote. Ningekuwa sitengeneze hela, ningekuwa tu ni kijana ambaye ninazurura na pambana, ningesema au kweli bwana mimi basi ndani na vi. Lakini mimi ni kijana mpambanaji, kijana ambaye anatengeneza hela, ni kijana ambaye nina watu wa muhimu kwenye maisha yangu, ninakutana na watu wengi. Yaani hatuendani kivipi? Sijui umeelewa? Unajua ni mbaya sana mtu akwambie wewe mwenyewe una hela. Unajua kama hauna hela kweli unafanya unajisikia vibaya kwa mimi nakosea wapi? Lakini mtu anakuambia wewe mwenyewe una hela, wakati unajua hela zako unazitengeneza wapi, ili inakuwa ikusumbui. Kwa mtu anaposema kwamba uendane na $, huaga inasumbui kabisa. Na unadhani ni kwa nini licha ya watu kuwaponda lakini at the same time wanawafuatilia vibaya? Unadhani ni kwa nini? Okay, yani Watanzania wengi kwenye swala la mahusiano, kila mtu ameshaumia kwa muda wake. Kwa kama kila mtu ashaumia kwa muda wake, anakuwa anakasirika akiona yani kwa nini nyinyi mnapendana kila siku? Yani mimi niumie mwenyewe, nyinyi bwana hamuendani. Kwa hiyo kuna muda anaandika hamuendani, sio kwamba anamaanisha, ni kama tu yani ana kinyongo chake tu amekitoa, labda ashaumizwa na mapenzi huko. Ndio kila penzi itaonja umauti. Yani ni mtu tu ameamka bana, kila penzi itaonja umauti. Kesho akiamka na comment ila nyinyi nawapenda. Yani hana msimamo. Akiwa kwenye mahusiano anatutumia sisi kama mfano kumwonyesha bibi wake. Unaona K-Radio kampa viki zawadi fulani mimi niletee. Akiachwa anakuja bana, nyie vipi sijui nini Kwa hiyo watu wana comment kutokana na situation ambazo wanazipitia kwenye mahusiano yao. Alright, yo, what's up my beautiful mommies and daddies? Ni PMTV2, mimi naitwa Bessie Benny na today nipo na one of the best content creator K-Radio ambaye ameamua kuibeba game ya content creator mabegani kwake. You already know, stay tuned babe. Speaking of idea ya Valentine Diary, kwanza idea uliipataje, lakini pia baada ya kuipata idea uliwashirikisha watu, na kuna mtu ambaye aliweka kikwazo kwenye idea yako baada ya kumshirikisha? Okay, idea ya Valentine Diary bwana nishaiwazaga kitambo, tangu mwaka jana ibidi niifanye. Ilikuwa sio kama tulivyofanya Valentine Diary. Ilikuwa ni idea yangu mimi na V tufanye content za kudate watu tofauti na sisi. Yaani mfano let's say ilikuwa ni kwamba labda weekend hii mimi nikidate msichana wa aina hii, au weekend inayofuata via date mvulana wa aina. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba tunatengeneza content kama za kushindana kudate, sijui umeelewa ambao kuna baadhi pia wasanii tushaongea nao wa engage na nini. Lengo kipindi hicho account yangu ya Instagram ilipata shida. Nikawa nimebaniwa content zangu recommended kwa 9 followers, in which kwangu mimi ni lost kama content creator. Yaani kwamba nikifanya hizo content sitangana na watu walio ni follow tu. Kwa hiyo kabisa tusubiri hicho kipindi kiishi cha hiyo adhabu ndo tuje tufanye. Kwa hiyo kipindi cha adhabu kimeisha, nadhani ilikuwa karibu jana Disemba. Sasa Disemba pia activities zilikuwa nyingi, mizunguko ikawa mingi, tukashindwa kufanya. Kwa wakati tuna approach Januari kuja Februari, nikaona kwa nini tusifanye kwa design hii? Yaani tuanzie huko. Of course idea yetu tunaweza tukafanya baadaye, lakini sasa tunaweza tukafanya kitu kama hichi hapa cha Valentine, kadeti labda na wasichana 14, watu wakachagua. Na of course idea ilikuwa ni kwamba tuitengeneze kama mfumo wa mashindano. Yaani kwenye 14 pia mwisho wa siku labda wapige kura waseme wamempenda nani zaidi, tuweke prizes na nini.
Kwa hiyo idea ya Valentine Diary ilikuwaga zamani na tuliwaza mimi na V, lakini baadaye tukaibadilisha kulingana na muda. Kuna okay, kwa muda huu tufanye mimi ndo ni date, wewe tuachane, kaa pembeni hiyo na uhalisia zaidi, tupate engagement nzuri. Na kuna mtu ambaye alitilia kikwazo labda baada ya kuwashirikisha na at the end of the day ka boom? Kiukweli kwanza mimi kwenye upande wa idea sishirikishagi watu wengi. Ni mimi na timu yangu. Kwa hiyo wewe cameraman, hivi kwa nini tusifanye 1 2 3? Wewe mbona hii kitu hiyo unaionaje? Bwana Mama Chanja, nilikuwa na idea hii na hii na hii. Asma, toeni mawazo yenu. Kaka, hiyo tunaondoka. Basi tunafanya. Siwashirikishi watu wengi sana. Okay. Na hapo kwenye kutoa idea kwamba muachane na V, unadhani kwa nini kile kipindi mmesema kwamba mmeachana watu walikuwa nahisi kama $dollars ndo tatizo, lakini wewe wanakuona mtakatifu? Sasa tulikwambia. Unajua watu wanamwaga kuchagua upande, sijui nisemeje. Yani kwa mfano let's say V angekuaga maybe ni star, alafu yeye ndo amenileta kwenye game, pengine kwenye hizo changamoto hapo katikati, watu wangesema kidio tatizo, umeshamleta mjini sasa hivi kashakutana na wadada mjini, sio, umeelewa? Kwa situation tu kwamba bana sisi tulikuwa tunamjua Kiredio, yani watu washaamua kwamba bana sisi tulikuwa tunamjua Kiredio, hivi tumeletewa tu, kwa hiyo sisi tutasimama na Kiredio. Kwa hiyo as long as wewe ndio ulimleta V, watu wanaamua sisi tuko na Kiredio, wewe tuliletewa tu, kwa hiyo tukao upande wa kaka yetu, wewe ndio una tatizo. Kwa hiyo ni simple scenario tu. Unajua mwanzo wa project unakuwa una expectations fulani. Je, baada ya kufanya hii project yani zimepita expectations zako au ni mule imecheza kwenye namna ulikuwa unatarajia? Kiukweli kabisa niongee tu wazi, expectations zangu zilikuwa ni za kawaida sana kulingana, yani ukilinganisha na matokeo yamekuwa makubwa sana, na kitu ambacho watu hawakijui. Unajua mtu anaweza au content creator mwingine angeweza kurekodi zile video alafu akawa sasa anazipost, anarekodi, anapost. Sasa mimi ni mtu ambaye nilikuwa ninafanya yani ni ina tofauti kidogo na live streaming kidogo sana, kwa sababu mimi content ambayo naipost saa 7 ni content ambayo nimeishoot saa 6. Content ambayo naipost usiku labda wa saa 3 ni content ambayo nimeishoot saa 2 usiku. Sio, umeelewa? Kwa ni content ambayo nilikuwa pia naangalia mawazo ya watu. Kwa sometimes ukisema hichi mimi naweza kukibadilisha haraka. Nikwambie tu tarehe 14 ilibidi nishoot na V kuanzia asubuhi. Lakini comment za watu wengi zinamtaja V. Kwa hiyo nikishoot na V sio surprise tena. Kazi inakuwa imeharibika. Kwa hiyo asubuhi naamka, mpaka ukiangalia content yangu ya kwanza ya ile tarehe 14, video yangu ya kwanza na yule ambaye alikuwa kwenye wheelchair, nimepost almost saa 7 nadhani. Saa 7 saa 8. Ni kwa sababu kuanzia asubuhi naamka na struggle, nafanyaje? Kwa hiyo asubuhi ndio lakuja wazo la kwamba tutafute dada ambaye anatumia wheelchair. Asubuhi unamtafuta yule dada, anakuja, anafika kwenye mida kama ya saa 5. Unaona hapana, nguo ambayo amevaa sio nguo ambayo yani ni nguo amependeza, lakini sasa sio nguo ya hadhi ambayo tunataka content iende. Tunaanza kuangalia kumtafutia nguo. Muda huu asubuhi nishaposti picha, nimekaa nimeona kama watu wamekaa sana, naona ngoja niwapostie ndege tu. Kwa hiyo ni idea tu kama watu wasema wasisubiri sana, ngoja niwapostie ndege. Kwa mpaka mimi nawapostia ndege, sijashoot content na wewe dada. Kwa tunahangaika haraka, tumeenda tumeshoot pale Amel, tumemaliza. Ni content ambayo tulikuwa tuna edit. Yaani tukishashoot kipande cha kwanza tunakiingiza kwenye sound. Hiyo imekaa poa. Bado tukashoot ya nyuma. Kwa hiyo ni kitendo ambacho ile video ile ya wheelchair tumemaliza kushoot tu dakika 10 nyingine tumeipandisha. Sasa mtu anaweza kujua labda tulikuwa tumeshoot zamani. Hapana. Ni siku ile muda ule, yani tumemaliza tu kushoot hivi tumemaliza kuedit tumeipandisha. Kwa watu walivyo comment zile engagement nasema nimewaacha. Sasa ndo unaanza kuwaza hapa vini muingizeje? Yaani ni content ambayo nilikuwa pia naangalia watu wanasema nini na mimi naenda nao. Lakini kiuhalisia imeleta manufaa makubwa sana kwenye career. Imekuwa na matokeo makubwa sana, na nisiseme uongo. Kuelekea tarehe 14 ndo pressure ilikuwa inazidi kupanda. Kwa sababu pia na audience unaona pressure hiyo imezidi kupanda. Sidhani kama kuna mtu yoyote amefuatilia tarehe 14 kama Kiredio. Sidhani, yani sitaki kuambiwa. Sisubiri kuambiwa. Nilikuwa najionea kwa sababu asubuhi nimepost tu picha.
mpaka saa 5 ile picha ilikuwa na viewers 1,000,000, comment zaidi ya 1,000. Na posti ndege ina viewers kama mpaka sasa hivi ina viewers kama 800,000. Sijui umeelewa yani pressure ilikuwa ni kubwa, lakini pia mwisho wa siku nilikuja kugundua jambo ni kubwa kutokana pia na watu ambao walikuwa wanafuatilia. Kabla sijamposti mtu tarehe 18, kabla sijamposti yule dada wheelchair, Diamond Platnumz aliposti Insta story picha yangu. Kuandika jamani hebu nene kwenye page ya Kiredio. Sijui umeelewa. Kwa hiyo maana kama okay, Diamond mwenyewe kama alikuwa anaangalia. Asubuhi hiyo sio kina Ricardo Momo. Asubuhi hiyo watu kibao walikuwa wamenicheki. Mimi mpaka namaanisha video ya wheelchair, Mario ananitafuta. Mario ananiambia, "Hoya, mwanangu umecheka." Kwa maana Mario naye alikuwa anaangalia, wakina Mbosso wananipigia simu. Kwa hiyo bana kama wasanii wanafuatilia hii jambo watu wote wanaliangalia. Ile post ya ndege wale comment wasanii wengi. Ile post ya ndege watu jamaa kijana mbwembwe. Unajua mwisho wa siku kwenye hii industry tunasema content creation ni kucheza tu na hisia za Watanzania. Bas, ukicheza na hisia za watu umefanikiwa. Tunaweza tukasema kwamba hii ni moja ya project yako ile kuingizia pesa nyingi au ile kukupa michongo mingi. Michongo mingi bado ndo tuko kwenye maongezi na makampuni mengi, kwa sababu tangu nimemaliza project nimesaini deal moja na kuna deal lingine ndo nadhani nitasaini Jumatatu. Kwa madili mawili ambayo moja ndo mkataba ulivuja nyingine itakuwa sasa ni siri yangu na madili mengine yanayokuja, lakini ni project ambayo wakati tunaifanya iliniingizia pesa nyingi. Yani kwa siku 14 nilitengeneza zaidi ya milioni 20. Mtu anajiuliza umetengenezaje milioni 20? Tuelezee. Kabla ya project kuanza, wiki moja kabla ya tarehe 1 ya Februari, nilipost Insta story nikamwambia jamani, nina ofa ya matangazo kwa ajili ya Valentine. Kwa hiyo kama ni mfanyabiashara unahitaji hiyo ofa, njoo. Watu wanajua price yangu ya matangazo. Kwa hiyo nilimwambia bana, mimi nitafanya tangazo moja milioni 1. Na sana sana nikawapa priority watu wa apartments na hotels. Ukiangalia ile Valentine Diary tumeshutia kwenye apartments tofauti. Nyingine tumeshutia kwenye hoteli Zanzibar siku 2. Yale yote yalikuwa ni matangazo. Yaani mimi unavyoona nimeshutia kwenye ile apartment pale siku nzima, ile apartment ilitoa milioni 1. Sasa unakuta kwa mfano kwenye diary moja, I mean page moja, labda nimeshutia kwenye apartment, then labda mchana nimemtoa labda mtu kumsurprise kwenda kumnunulia pochi. Ile pochi ni tangazo. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kwa siku hiyo nimeingiza hela kwenye apartment milioni 1 na nimeingiza milioni 1 kwenye pochi. Na namna ambavyo wasanii baadhi kama Nandy walikuwa wana reposti ni walikuwa pia wanakulipa kutumia nyimbo au? Sasa okay. Tunachokifanya sisi tunaishi vizuri na hawa watu. Unajua kuna watu tunabidi wawe washikaji zako kwa karibu. Kwa mfano kimwangalia mtu kama Nandy ametoa nyimbo mpya, unaitumia nyimbo yake. Ukimkolabo akiaccept automatic Valentine Diary imeonekana kwenye page ya Nandy. Ukiangalia siku ya 13 na siku ya 14 kuna posti ambazo nilicollaborate na Diamond Platnumz na Diamond akazi accept zikaonekana kwenye page yake. Maana yake ni kwamba Valentine Diary ilitokea kwenye page ya msanii nambari 1 Tanzania Diamond Platnumz. Kwangu ni kitu kikubwa. Kwa hiyo sisi tunajua yani unajua kwamba bana ukimsupport huyu anaweza kusupport. Sio, umeelewa? Hakuna paid promotion wala nini. Ilikuwa ni kwamba bana najua nikitumia hapa nyimbo ya Diamond akiaccept tu hii hapa, kuna followers wake wengi watagundua kwamba hii kwa Kiredio kuna nini? Hebu ngoja tuende wakutana na Valentine Diary. Kwa hata mimi nilitumia strategy tofauti kuhakikisha kwamba tarehe 14 nafanya vizuri. Na juzi kulikuwepo kuna tuzo za creators, za content creator. Kuna kipi ambacho labda umekiona cha kurekebisha, lakini pia cha content creators kujifunza, kwa sababu kuna ambao walilalamika na nini na vitu kama hivyo? Sawa, kwanza nimekutana na mijadala mingi sana mtandaoni, watu wanasema hizo tuzo kama Kiredio hajapata hamna kitu. Lakini kiuhalisia ni kwamba mimi nilishinda tuzo, ni kwamba sijaposti. Sasa unakuja kuona kumbe kwenye zile tuzo usipoposti kama ulishinda, hakuna mtu yule atajua kama ulishinda. Hiyo ndo pungufu la kwanza ambalo limeonekana. Kulikuwa hamna media coverage ambayo inapeleka matukio kwamba huyu kashinda tuzo hichi, huyu kashinda tuzo. Hata wewe washindi unawajua kwa sababu baadaye kila mtu anakuja kuposti tuzo zake. Yaani unajua bisa kwamba Paula ameshinda tuzo kwa sababu aliposti. Best Inya alishinda tuzo kwa sababu alikuja kuposti. Huyo Uncle Zala kwa sababu ameposti sana. Lakini kila mtu anasema Kiredio hajashinda tuzo kwa nini? Ila mimi nilishinda tuzo, ni kwamba sijaposti, kwa hiyo watu wangu wote hawajui kama. Kwa hiyo media coverage ilikuwa ni ya chini sana kwenye zile tuzo. Lakini kingine, zile tuzo za Creators Awards. Mimi nilihudhuria ule ugawaji wa tuzo, na kabla ya ugawaji kuisha nikawa nimeondoka kwa sababu
tuzo cha kwanza zilikuwa nyingi. Tuzo zilikuwa nyingi ambazo unaona hizi hazikutakiwa kuwa kwenye Creators Awards. Mimi nashauri, unajua unavyosema content creators, content creation na category nyingi. Kuna hizo kupika, pale unaweza kumpa mtengenezaji maudhui bora wa mapishi, unaweza kumpa labda comedian bora. Sasa ukiangalia kwa mfano zile tuzo, kuna muda zilikuwa zinaingia kwenye vitu ambavyo haviwahusu. Kwa mfano ukiwa na tuzo za content creators, tuzo za comedy unaweza kutoa 2 tu. Labda za best male comedian overall ile na best female comedian. Sasa ilifika mahali wakawa wanatoa best duo comedian. Ikafika mahali wakawa wanatoa best comedian people's choice. Kwenye tuzo za content creators zinahusiana na nini? Hizi ni tuzo za comedians. Wewe unapoongea tuzo za content creators, toa moja moja. Kwa mfano kuna tuzo ambazo mimi sikuzielewa. Kwa muda unasikia sijui, yani kwa mfano kuna watu wanakuambia bisa kwamba basi sijaelewa. Hizi tuzo za lifestyle kachukua Mama Chanja au kachukua yule Histeresa au kachukua yule, kuna mwingine wa TikTok mwanangu anaitwa Jackie. Kwa hiyo unakuta kwamba zile tuzo zilikuwa tu hazijakaa vizuri. Yani zilikuwa zinaingia ndani kwenye vipengele ambavyo haviwahusu. Content creators unachukua zile, okay, kwenye comedy unatoa 2, kwenye mapishi unatoa 2, kwenye traveling unatoa 2. Yani mimi nilikuwa hizo idea zipo. Kuna watu wanafanya content kwa ajili ya tech, wakina Simkitaa wale let's do this. Wao unawapa kipengele chao kimoja wanashindana huko, au movie unawapa kipengele kimoja wanashindana huko. Kwa hiyo it was supposed to be like that, lakini walikuwa na vipengele vingi ambavyo sikuona kama vilikuwa na umuhimu kwenye tuzo za creators. Alright, na kuna kitu sasa hivi kinaendelea japo ni chini lakini kinaenda kwa kasi kuhusiana na Wakamaria na content creators. Wakamaria wanadai kwamba wao wana pesa, yani wao wanaingiza pesa ndefu kuliko content creation. Wewe kama content creator mkubwa unalizungumzia jili? Wakamaria bwana wanaingiza pesa ndefu. Niseme tu ukweli, Wakamaria wanaingiza pesa ndefu, lakini kwenye kuingiza pesa ndefu wanapoteza pia pesa ndefu. Kwa sababu ukitaka sasa kujua anachokimiliki, achana anachoingiza. Unajua kwa mfano kama mimi hapa, watu wanaona kama Kido ameingiza milioni 17 bana, hii milioni 17 sio ya kwangu yote. Mimi nina timu ya watu ambao wananishoot na walipa. Mimi naingia location, nikienda labda location, labda nalipia location kama ni hotel nalipia. Nalipia content yangu, labda nataka labda nipande ndege, labda nitalipia tiketi 2, labda na cameraman. Yaani in short tuseme kwenye milioni 17 ambayo naipata, ili nifanye kazi ya watu ikamilike, naweza nikatumia kama milioni 10 kuifanya project nzima. Kwa milioni 7 mimi ndo faida kwangu. Ndio sija kafikiria labda Kido anachukua milioni 17 anaweka mfukoni. Sasa wewe utasema nimeingiza milioni 17, ndo Mkamaria sasa. Mkamaria tuseme labda kwa wiki, labda game za wiki, labda Mkamaria labda katengeneza milioni 4. Sasa tusisteme kwamba ile ndo hela yake. Tujue amebeti kiasi gani, nimekaka kiasi gani imechanika. Hapo tuchukue milioni 4 aliyotengeneza, tutoe na hii cost ambayo alitumia kwenye kubeti. Kile kinachopatikana ndo faida yake. Kwa kusema hayo, si bado tunaingiza hela nyingi ndugu. Yaani Mkamaria anaingiza hela nyingi lakini riski ni kubwa, anapoteza, mkeka unachanika hivi na hivi. Kwa hiyo kutaka kama ndugu yangu anaskana kwa wiki labda anaingiza milioni 10, ukiangalia kuna mikeka yake ya milioni 5 labda imekufa. Kwa ukitoa 10 toa 5 kabaki na milioni 5. Kwa hiyo Mr. UK mshikaji wako yuko sawa. Kwamba sisi Mr. UK anasema sisi tunaingiza hela nyingi kuliko Kamaria. Of course, content creators wanaingiza hela nyingi kuliko Kamaria. Alafu pia yani in short kwa mfano mimi nisha sign mkataba. Sasa hivi mimi ni kazi kufanya tu kazi za watu. Mkamaria ndo mtu ambaye ana pressure kila baada ya dakika 90. Yani pressure yake iko juu tu kwamba wewe nimebeti. Mungu wangu. Tushafungwa 2, yani muda wote, yani pressure yake, yani hela yake anaipata kwa mateso sana. Tofauti na sisi unasaini mkataba, unaingia location na shoot, kitu ambacho unakipenda, hela inaingia. So kwa kuangalia ile faida, kuna kijana anabeti, kuna kijana ni content creator. Unamshauri nini? Sasa kijana anayebeti kama anaingiza hela aendelee kubeti, kama anaingiza hela aendelee kubeti. Kuna ile kauli ambayo ulisema content creators wanaingiza pesa ndefu kuliko hata wasanii. Ilichukuliwa kwa namna fulani hivi kama dharau, ulikuwa unamaanisha nini kiujumla yani? Okay, hakuna dharau yoyote pale ipo, na ukiona msanii yoyote amereact au hata kama hajareact lakini akahisi kwamba kuna dharau ndani yake, hapa pengine tu ni kweli sasa huyu hana hela. Kwa sababu ni ngumu sana, una milioni zako kadhaa nyingi sana, alafu unasikia kauli ya Kido unasema kidogo ana dharau. Hamna, ni uhalisia tu ambao upo. Na ukiangalia kauli yangu ilisema kuna baadhi ya wasanii
wamezidiwa na content creators. Sasa kwenye hao wasanii tuwezi kumweka Diamond au Diamond akasema eti kwamba udogo anadharau. Sasa anadharau, yani Diamond na hela zake zote ambazo anazo hawezi kufeel kama ile kauni dharau. Lakini ukweli ni kwamba kwenye industry ya muziki sio wasanii wote wametengeneza fedha. Kuna A-list ya wasanii kama 10-15 wana hela kweli, na kwa maendeleo yao tuseme Kiredio afikia hata 1%, sio, umeelewa? Lakini kuna wasanii pia wengi ambao majina yamekuwa makubwa kuliko mfuko, ambao uko mtaani pia ndo nasema sasa wanashangiliwa sana, hawana hela ambazo content creators wanazitengeneza. Kwa hiyo mimi nilichokiongelea ni uhalisia tu wa kwamba bwana hii kazi ina hela, na mimi ninachojaribu kukifanya napambania industry ya content creation. Industry yetu haiwezi pia kuwa kubwa kama kila siku atakuwa anaongelewa Kiredio, Ndaro, sijui. Yaani ili industry ikue lazima kwanza iwe na watu wengi ndani yake. Kwa mimi ninachopambania ni vijana wengi kujiajiri kwenye content creation. Tukiwa wengi ndugu yangu, wanamuziki wataanza kusema, "Wewe unajua wako wengi, sijui nini." Kwa hiyo mimi najaribu kuhamasisha vijana kwamba wewe unaweza tukatengeneza hela nyingi huku kuliko wasanii. Njoeni, ingieni. Mtu ambaye anahisi ni dharau, basi ni kweli hajatengeneza hela zaidi ya kuwa na jina kubwa zaidi ya mfuko. Okay, tumalize na hii. Mashabiki walichekelea, wengi wao naamini walichekelea swala la wewe kuachana na Vidollars. Okay. Hii ilikupa tafsiri gani? Tafsiri kubwa ni kwamba tu mashabiki hawana msimamo. Kwa sababu ukiangalia kuchekelea swala la mimi kuachana na Vidollars, lakini bado wakachekelea pia mimi kuniona na Vidollars. Yaani ukiangalia hata engagement ya post yangu mimi na Vidollars, nadhani ndo posti ambayo labda pengine na comment nyingi mwezi huu Tanzania. Sio, umeelewa? Kwa hiyo comment tu zinaonyesha kwamba oya, yani ukiangalia kila mtu nimefurahi, tumemgeka umetiki, sijui na nini. Kwa hiyo mashabiki kiwewe wana msimamo. Sema mpira umerudi kwa goli. Alright, so DM sasa hivi zinasomaje? Maana ulishia kusema wachezaji, wasanii, sasa hivi ni kina nani wana DM sana? Baby mama. Kwa maana tulivyoachana kiukweli, kaka zangu wengi wasanii, wacheza mpira. Yaani sasa makundi yote yalikuwa DM. Afu wao walikuwa wanajua kwamba wameachana. Kwa mfano kama kuna kakangu mmoja hivi hadi message ameansend. Na ulisema ni muda kwa unsend. Ni of course ilikuwa ni muda wa kuansend. Kwa hiyo kuna wengine wameansend, wengine tu bwana sisi kwa tunampa tu nili company shemeji ya fresh, haina noma. Mimi naelewa sisi wanaume. Okay. Thanks for your time bro. Shukran sana.